Naitwa Nelson Kiwango, natokea Majengo, Moshi. Ndio. Ndio. Kwanza namshukuru Mungu tangu nimekuja kwenye madhabahu. Sijawahi kukata tamaa, sijawahi kurudi nyuma. So nilikuja kwenye madhabahu nikiwa sijui kitu chochote. Lakini Mungu alinifungua. Namshukuru Mungu sana kwa hilo. Na yapo mambo mengi ambayo Mungu amenitendea kwenye madhabahu. Ndio. Maana nilipokuja kwenye madhabahu na nilivyo sasa ni vitu viwili tofauti kabisa. Tukio ambalo sitaweza kulisahau kwenye hii madhabahu ambalo Mungu alinitendea. Nakumbuka kuna siku moja wakati ni mgeni kwenye madhabahu. Kuna siku moja nilizimia kuanzia muda wa saa 10 jioni. Na kutoka muda huo walikuja watumishi mbalimbali kuniombea kule hospitali. Lakini sikupata nafuu yoyote. Nilitokea tu ghafla, nilikuwa nyumbani. Ndio. Nikapoteza tu fahamu. Majirani wakasaidiana na familia wakanipeleka hospitali. Na baada ya pale waliita watumishi ambao walikuwa maeneo ya jirani. Wakaja pale kuniombea, lakini haikupata nafuu yoyote wala sikuamka. Baadaye ukapigiwa simu, ukapewa taarifa zangu kwamba niko hospitali. Ukawaambia waniwekee simu kwenye sikio. Ukawa unaniombea kwenye simu, lakini wakati huo pia nilikuwa sina fahamu yoyote. Kwa hiyo akaniwekea simu kwenye sikio, ukawa unaniombea. Uliponiombea muda ule ule nilifungua macho na kuangalia. Na ilichukua muda mrefu kutoka saa 10 hadi saa 9 asubuhi. Ilikuwa saa 10 hadi saa 9 asubuhi. Ndio. Saa 10 ya saa ngapi ya jioni? Saa 10 ya jioni. Mpaka saa 9 asubuhi. Ndio ukaamka vizuri? Ndio nikaamka. Kwa wakati ule mimi nilikuwa naona vitu kama niko dunia nyingine kabisa, ambayo ilikuwa na viumbe ambavyo sio vya ulimwengu huu. Vilikuwa kama vinaniamrisha na kutisha. So nikiangalia naona kabisa sipo kwenye ulimwengu huu kabisa. Ndio. Na baada ya pale nilipopata ile nafuu, kaniombea. Nikaja kanisani ukaniombea. Ndipo yale ambayo alikuwa ananitesa yakalipuka. Na vile viumbe vikajidhihirisha na ukanisaidia na ukanifungua mpaka leo niko huru na kila kitu kinaenda vizuri. Wakati nikiwa kwenye ile hali nilionyeshwa nikiwa napelekwa nyumbani kuzikwa. Na wakati napelekwa nyumbani, ndugu analia, majirani, marafiki wote wanalia kwamba nimeshafariki, sipo tena kwenye ulimwengu. Na mimi ninavyoona naona kabisa naenda kuzikwa. So nilipofika nyumbani naona yani picha nzima ya maziko yangu nayaona. Kuanzia mwanzo wa tukio mpaka mwisho. So kwa upande wangu naona ni kitu cha kawaida. Kwenye ulimwengu wakati kabla sijaamka. Niliona ni kitu cha kawaida. So nikaona napelekwa nyumbani, nikafikishwa nyumbani. Wakanitoa kwenye ile gari, wakaniingiza ndani. Wananiaga, wanaokuja kuniaga na waona vizuri. So kila kilichokuwa kinaendelea kwenye ile ratiba nilikuwa nakiona, na ndipo nikaja nikashtuka kwamba niko hospitali Mawenzi. Hasa baada ya kuzikwa, wao waliokuwa wananizika walikuwa wanafanya kama sherehe kushangilia lile tukio. Kwa upande wao wanaona kwamba wamefanya kitu kizuri. So wakawa wanapiga nyimbo za kama za starehe kufurahi lile tukio kwamba wamefaulu. Ndipo nikaona kiumbe ambaye alikuja ni kiumbe wa tofauti kidogo. Hasa alipokuja sura yake haionekani vizuri kwa sababu yeye alikuwa na mwanga kidogo mkali na mavazi yake yalikuwa ni meupe. Ndipo akaja akaninyanyua kutoka kwenye lile shimo na kuniondoa kwenye ile hali ambayo nilikuwepo kwa muda ule. Ndipo akaniondoa kwa kupaa. Tukapaa naye yule malaika. Muda ule ulielewa wewe ni malaika? Ndio. Ambaye alikutoa kwenye lile shimo. Kwenye lile shimo. Kwa kupaa unasema? Ndio. Then baada ya hapo akanitoa akanipeleka sehemu nyingine ambayo ni mbali kabisa na pale. Ndipo nikashtuka nipo hospitali. Muda ambao mtumishi wa Bwana alipigia simu na akawa anakuombea wewe, ndo hali kama wewe ikawa inatokea? Ndio. Kwa joka ambalo lilikuwa limekatika vipande. Ni huko nyumbani ambapo ni kijijini porini sana. Ni nyumbani nilikozaliwa mimi ni Rombo. Ndio. Nini kilitokea? Niliona tunapambana na joka mkubwa sana. Na yule joka alikuwa anatisha sana. Lakini nikakuona umekuja umebeba upanga mkali sana. Ndipo ukamkatakata ule nyoka vipande. Maana sisi ilikuwa tukimkata anajiunga. Tukipambana na yule joka yaani unaona kabisa kashakufa. Lakini ukigoga kidogo unamuona kajiunga. Anatembea tena. Ndipo ulipotokea ukaanza kumkata vipande mpaka akaisha. Akateketea kabisa. Baadaye akaja akachomwa moto
Kuna kama malaika au yani wale wanatokea kama malaika lakini ni viumbe ambao kidogo vinatisha. Akamteketeza kwa moto, akaishia yule joka. Akaishia yule joka. Ndio. Anayenitazama na anayenisikiliza, ninapenda tu kumshauri kwamba hii madhabahu ya Nyumba ya Maombi Tanzania ni sehemu ambayo ina majibu ya wengi. Ni sehemu ambayo imejaa uponyaji. Hauwezi ukaja ukaondoka kama ulivyokuja. Chochote ambacho unachokiona ni kigumu kwenye hii madhabahu kinawezekana. Maana nilikuja nikiwa na mambo ambayo niliyaona ni magumu, lakini nimekuja kuyaona ni mepesi na hakuna ambacho kilishindikana. Amen. Sifa na utukufu niko Bwana Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe na Yesu. Amen. Amen. Kwa majina naitwa Agatika Masumira, mtoto wa madhabahu ya Nyumba ya Maombi. Ni baba yangu Apostle Emmanuel Malisa. Ndio. Ninatokea Moshi, Kilimanjaro. Nini ambacho Mungu amekutendea? Kabla sijaje kwenye madhabahu, ndio, maisha yangu yaliporomoka kwa 50%. Kutoka 50% mpaka 0. Alafu nikapatwa na ugonjwa wa kutokwa na damu kwa muda wa mwaka 1 na miezi 8. Nini kilitokea? Ghafla tu niliona mwili hauko vizuri. Nikaanza kuona siku zinaongezeka. Naweza nikakaa wiki, kaja ikaibuka tena, ikakaa kama mwezi, ikafunga kama siku 2 au siku 1, ikaendelea kutoka. Na ulichukua juhudi gani katika kutibu hali yako? Nilienda hospitali sana. Nililazwa sana. Nilichomwa sindano sana za masaa. Lakini hali yangu ikawa bado iko vile vile. Nini ilitokea sasa baada ya kuja hapa kwenye madhabahu ya Nyumba ya Maombi Tanzania? Kuna mwana wa Mungu mmoja aliniarifu kuja kwenye hii madhabahu. Nilipokuja ndo nikaiona neema ya Mungu. Kidogo kidogo nikaendelea kufunguliwa. Mpaka sasa niko vizuri. Ulipona kwa muda gani? Licha ya tatizo kusumbua mwaka 1 na nusu. Ni muda gani ulichukua wewe kupona ulipokuwa kwenye madhabahu? Kama miezi 4. Nikawa nimekaa. Ukawa umepona? Ndio. Oh my God. Sifa na utukufu ni kwa nani? Niko Bwana Yesu. Niko Bwana Yesu aliye hai. Unamwambia nini anayekutazama sasa hivi? Msikilizaji au mtazamaji anayeniangalia sasa hivi, ajifunze kutoka na ushuhuda kwangu. Asikate tamaa. Kwa sababu tumaini letu liko kwa Mungu pekee. Amen. Ambaye anatuinua na kutuwezesha ili tukaendelee kuona utukufu na neema ya Mungu tukitembelea. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. EMM TV, God with us.